Ikhwatal iman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika watu ambao kwamba ametilia mkazo wafanyiwe wema ni jirani. Ndio sahaba mmoja alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alienda kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltu bihi dakhaltu aljanna. Ya Rasulullah, hebu nifundishe jambo ambalo nikilifanya mimi nitaingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampatia maneno mawili peke yake, akamwambia, kun muhsinan, kuwa mtu mzuri. Kun muhsinan, kuwa mtu mzuri. Yule sahaba akamwambia, ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsinun, sasa nitajuaje mimi kama ni mtu mzuri? Angalia hamu ya masahaba kutaka kujua dini yao. Sahaba mfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameacha shughuli zake, ameacha mali yake, ameacha kila kitu, ameenda kumuuliza Mtume, ya Rasulullah, jambo gani ambalo kwamba mimi nikilifanya litaniingiza peponi? Mtume alimjibu maneno mawili tu, kuwa mtu mzuri. Ya Rasulullah, sawa, mimi nataka kuwa mtu mzuri, lakini nitajuaje kuwa mimi ni mtu mzuri? Kaifa a'rif anni muhsinun, nitajuaje kama mimi ni mtu mzuri? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, angalia jawabu Mtume sallallahu alaihi wasallam alolitoa, akamwambia, sal jiranak, ukitaka kujijua ni mzuri wewe, nenda kaulize jirani zako. Jirani ndio wenye permit ya kukupasisha wewe kwa Mwenyezi Mungu kama ni mzuri au si mzuri. Mtume amwambia sahaba, sal jiranak, nenda ukaulize majirani wako. Jirani yako akikupasisha kwamba wewe ni mzuri, waishi na sisi kwa vizuri, hatujaona ubaya kwako, fa anta muhsinun, wewe utakuwa ni mtu mzuri. Na jirani yako akikwambia anta musi, wewe ni mtu mbaya, basi ndugu yangu ujue ni mtu mbaya ukweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia sahaba, nenda kaulize jirani yako. Kwa nini? Na Mtume aweza kumwambia wewe fanya jambo fulani ushakuwa mzuri, ama wewe kulingana na ibada zako ushakuwa mzuri. Angalia, hakuzingatia ibada hapa. Ndio yule mwanamke mmoja masahaba alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna fulanata tusalli wa tasumu wa taqumu al-layla wa tatasaddaqu wa ya Rasulullah, kuna mwanamke mashaallah ameshika dini, yusali sala za faradhi, yusali sala za sunna, tahajjud hakosi, yuwasaidia maskini, yuwatoa, yuwasoma Qur'ani, yuwafanya kadha wa kadha, lakini tatizo lake mmoja tu, akaba haelewani na majirani zake. Mtume hata hakutaka zaidi, asema hiya finnar, permit hiyo ashapewa visa huyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hiya finnar, yuenda motoni huyo. Ya Rasulullah, yuamkata tahajjud huyo, hiya finnar. Ya Rasulullah, yuasoma Qur'ani huyo kila siku yomaliza, hiya finnar. Ya Rasulullah, yuasali alfaraidh wan nawafil, hiya finnar. Mtume sallallahu hakuangalia ibada zake, kwa sababu ibada zako ikiwa hazikupelekei kuishi na uzuri na jirani yako, huna cha ibada unazozifanya hapo. Ndio masahaba, angalia siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa a'mal tunazozifanya hizi ibadat tunazozifanya, ikiwa ibada tunazozifanya hazijaturekebisha sisi na hazijatufanya sisi kuwa ni wema kwa majirani zetu, basi hazina maana ibada hizi. Kwa jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam akutaka kuwaonesha masahaba hili jambo ni zito, akawauliza maswali mawili. Tumeuliza masahaba, ma taquluna fi zina, nyinyi mnaonaje na mwasemaje kuhusiana na tendo la uzinifu? Masahaba wanashtuka, mbona Mtume atuuliza kuhusu zina? Masahaba wakamwambia, haramahu Allah wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumi alqiyama. Zina Mtume na Mwenyezi Mungu ameliharamisha, ya Rasulullah, wewe umeliharamisha na Mwenyezi Mungu, kwa hiyo litabaki kuwa ni haramu mpaka siku ya Kiyama. Mtume sallam akauliza, wama taquluna fi sariqa, mwasemaje kuhusu kuiba? Masahaba akashangaa, akamwambia Rasulullah, kuiba ni haramu, umeliharamisha wewe na Mwenyezi Mungu,
fahuwa haramun ila yaumi alqiyama, litabaki kuwa ni haramu mpaka siku ya Kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la an yazni ar-rajulu bi'ashri niswatin aysaru alayhi min an yazniya bimra'ati jarihi, mtu kuzini na wanawake 10 dhambi zake ni nafuu, ni sahali kuliko kuzini na jirani yako. Sasa tasawwar, ndugu Muislamu, angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam hili jambo la kudharau jirani lilivyokuwa ni zito kiasi gani, imefikia mpaka dhambi yake kushinda zinaa mara 10. Hapa hakuhalalishwi zinaa, Mtume kusema aisaru alayhi, ni wepesi zaidi na ni nafuu zaidi. Si kwamba zinaa ni halali, la wallah, si halali. Zinaa itabakia haramu wake ni vile vile na adhabu yake itabakia ni vile vile, lakini kuonyeshwa uzito wa jirani jinsi alivyo hapa. Mtume waambia masahaba, mtu kuzini na wanawake 10, wewe kuzini na mwanamke mmoja tu dhambi zake utaziweza? Kaifu wanawake 10? Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtu la an yazni ar-rajulu bi'ashri niswatin, mtu kuzini na wanawake 10 dhambi zake ni nafuu kuliko mtu kuzini na jirani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia kuhusu kuiba, la an yasriqa ar-rajulu min 10 buyutin, mtu kwenda kuiba nyumba 10 zisokuwa za jirani yake, aisaru alayhi min an yasriqa min baiti jarihi, dhambi zake ni nafuu kuliko dhambi za mtu mwenye kuiba kwa jirani yake, anayemwibia jirani yake. Hebu fikiria ndugu Muislamu, huyu jirani ni mtu mzito aina gani, na sisi tumemdharau kiasi gani? Hatuna hamu naye, hatutaki kujua shida zake. Wewe wapika mazuri mazuri katika nyumba yako, jirani ambaki kuvuta harufu, akate tonge la sima, wewe wakaanga maini, wakaanga michuzi, yeye akaya ile sima kwa harufu ya mchuzi wako.